Hapa hivi ni hospitali Bungoma Hopkins, na kwanza ningependa kushukuru watu wote ambao wamenitafuta kunijulia hali na kujua vile naendelea tokea weekend huko Homa Bay, na pia nishukuru wanahabari wote kwa make sure information imefikia watu wangu vilivyo jinsi inavyotakikana. And apart from that, Homa Bay tulikuwa huko on Sunday. Tulikuwa na marafiki zetu na tukakuwa attacked during the rally ya Linda Mwananchi. Tukaumizwa, tukachomewa magari, but my experience in Homa Bay, kwanza ningependa kushukuru Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, mbunge wa Kabuchai, and my sister Irene, and my sister wakili Faith Nora Lukosi, mbunge mtarajiwa wa Makadara. They were of help because wakati tulikuwa tunakuwa attacked, gari yetu ilikuwa Subaru. It was like a small vehicle, a Subaru, and we were now just approaching the tarmac after going through the rough roads. Of course, you saw the rough roads. Alafu it happened that we were ambushed by the goons, and when we tried to run away to go into the church, we found that the gates were closed, and the churches the church was now like you won't go in. So the goons came, and they started to cut the via gari, all the sides, and mimi like wakishakata via gari wakatuvuta nje. Vile tumetolewa nje, those people are more than 1,000 people. The goons were more than 1,000. And so what happened, wakatutoa nje, tulikuwa 4 of us in the car. We had one security, we had our driver, then me and some other lady who is a big fan, a big supporter, and at the center of Linda Mwananchi. She's called Abigail Gikonyo. Of course, you know her, anajitanga Abizwena. So akatolewa kwanza, our driver akatoka nje, wakampull out, then akakatwa in the face, then akakatwa kwa mguu. Then the other guy who was the security akachinjwa, like alikuwa pia na visu, akakatwa like in the face, in the neck, everywhere. So he died on the spot. And Abby, she's been in politics for quite some time, and in politics alikuwa a big fan wa baba Raila Amolo Odinga. And now there is one of the people who identified her from that group of goons. So I think there were supporters of baba in that group, and so somebody, after Abby saying that he was one of the biggest supporters of baba, then they kwanza wakanyamaza kumtulia, and she had some cash, then she had a phone, and again some other cash on her M-Pesa. She sent all the money, she gave out the phone. Mimi kuona wamemalizana na watu wengine watatu, like now they are Abby is trying to negotiate for her life, I decided to run. But before I ran, wakikata nilikatwa hapa hivi kwa mkono, as you can see ime bleed from inside. Then on this hand up here,
then on my back pia nilikuwa nikikimbia, they threw hizo mapanga na wakanikata hapa on the waist. That's why I'm not wearing anything tight. So that was the experience. So when I was running, they were throwing the pangas at me. So now after wamejua like they have dealt with everyone, now it's me remaining. So they were determined also to finish me. But I thank God because tulipeana masimu zote, tulipeana all the belongings that we had. I had 2 phones, a power bank and some cash in my handbag and a bag. But we gave everything. Then they were still beating me at the huko kwa shingo, so I lost balance. Hata nilishindwa kukimbia by the way. But I thank God, I don't know where the energy came from. So I managed to run like 3 kilometers away from the road. And I found some family. Of course, I won't mention. I won't disclose their identity. But they helped me. They walinichoma na maji moto kidogo. But it was as traumatizing, you know, seeing gari umekuwa nayo imechomwa, watu umekuwa nao, they are dying. It's very traumatizing. So they were good enough to hide my identity until in the morning where the ward admin came of that area. And through trying to reach out to my people, I reached out to my sister Rin and Faith, and they reached out to Honorable Kalasinga. We were taken from wherever I was rescued, the host family, and we were traveling to Kisumu. But before that, we went to pick the lady, Abby, and some other girl. They were still hiding within Homa Bay town. So we went back, we took them. I was very happy to see that girl. If that girl would have gone, I don't know what I would have explained, because she's so dear and she's a very good friend of mine. So after that, we came from that home, we took the Abby, then we went together in the car, but they still marked our car. The car that we were using that came to rescue me, they marked it and they started trailing us again. So it reached a point where now we had to change the cars. Tulibadilisha magari ndo sasa wasitufuate, but hata tukibadilisha bado watu walikuwa na intelligence, a very strong intelligence. So venye walibadilisha tena tukaingia kwa gari, bado wakatufuata hadi Kisumu. And before that we had been told watu wote wenye walikuwa Homa Bay hiyo referral hospital walikuwa wakiona tu any suspicion unakaa mtu alina Mwananchi, they come for you. So mimi tukaingizwa hospitali, one of the hospitals in Kisumu. I was attended to. Nikapewa some injections. I was checked thoroughly. And still tukatoka Kisumu. And again bado gari yenye tulikuwa tunakuja nayo Bungoma, they trailed us, but at least we managed to dodge them. And that's how we got out of that tragic experience. So that was my story. Kwa hivyo mheshimiwa, usikiaje kuna watu naona hapo wanasema ongea Kiswahili. Kuna wakati ulifamiwa au wahuni walikuwa wanakufamia, walikuwa wanasema labda nini, walikuwa wanataka nini? Hao watu wako wanataka kitu. Hao watu walikuwa wanataka maisha ya mtu. Because siamini kama ni Wajaluo wamekuwa head kama goons, wakuje kuua Mjaluo mwenzao, wachinje Mjaluo mwenzao like bila hata kublink. So hawa watu si ati hata watu wenye walikuwa na intention ya kuchukua pesa ama kitu yoyote. Hawa watu ni kama walikuwa wameambiwa tu you kill. Because watumia kunifuata mimi peke yangu na wengine bado wako na deal na hao wenzangu ambao tulikuwa nao kwa gari. Then
ni kitu ingine yenye sielewi kabisa. Na tena hao watu hawakukuwa tu yani mimi kwanza nikikimbia nakutana na group ingine. Baada mbeo mapanga nauliza huku kunaenda aje? Ati hao watu wa one term wanakuja kutupigia kelele Homa Bay na sisi hatutakubali. But mimi ningeuliza Homa Bay, I think by Kenyan constitution kila mtu ako huru kutembea mahali popote as long as ni Mkenya. Na kila mtu ako allowed kufika mahali popote as long as hajakuwa bad ama ana intentions zingine zote mbaya. So mimi sielewi mbona ikuwe ni wakati ambao Mheshimiwa HE anapanga rally Homa Bay na watu kama viongozi wa Homa Bay wanapangia mkutano ya kudisrupt na kuua, kwa sababu hao watu walikuwa na mapanga, they were armed na bunduki. Na kuna hii kitu shock, there is hii kitu shock because nikitolewa kwa gari tulikuwa tunamulika hiyo that shock. So wenda walikuwa na intention tu ya kutumaliza, na target hata si watu wengine, target tu ni mtu yote mwenye anasema one term ama ni mtu yote ambaye anapinga serikali ndio analetewa shida. So hiyo ndo challenge ambayo ilikuwa. Na mimi ningependa kuuliza Wanga, as a woman, as a mother, as a role model to young girls like me who are aspiring into politics, unaonyesha picha mbaya sana, kwa sababu wewe ambao unafaa utetee the motherhood, wewe ambao unafaa utetee watoto ama wasichana ama watu kama mama, unatufail kwa sababu hiring goons ili kuua watu. Kwa sababu hakuna vile mtu atakuwa anachoma gari bila intention. Wanajua akichoma gari wanachoma na watu ndani. So waheshimiwa wenzangu, kina mheshimiwa mbunge wa Bumula, Mheshimiwa Jack, Mheshimiwa Natembeya, hao pia walipatikana in a fix, and we thank God they are alive, kwa sababu hao nayo magari yao, gari walikuwa nayo ilipata taya basi, ilibasi katikati ya barabara, na watu wako na silaha, wako na risasi, wako na visu, wako na mapanga, wako na kila weapon ambayo inaweza tumika kuua mtu. But I want to call upon the young people of this country. Young people, tusitumike kuua wenzetu. Hao watu wenye wanatutuma watu uwe, watoto wao kwanza hata wako, hata izimwalao wasimame mbele ya watu, wamefichwa. Wewe na mimi ndo tunatumiwa kwenda kuua watu. And the end goal, it's like you will die. Because ukitumika kuua mtu lazima tuwe pia watatukutuma waukue kutoa evidence. So you are not either safe. And to fellow Linda Mwananchi diehards like myself here, I want to wish all wenye walipatana na such incident a quick recovery, and let's soldier on. It's not yet over until it's over. Sisi kama vijana tutaleta mabadiliko ambayo tunataka kuona. And we are not cowards. I had posted that before that fateful day. We are not cowards. Sisi we will go there. In fact, if they say Homa Bay, the rally is tomorrow, still we'll go there. We are not cowards. And we are going to deal with this still. Unless you kill God. Sisi hatuogopi. We'll come. We'll still come. And we'll defend the presidency. Let me repeat. We will protect the presidency of Mheshimiwa Edwin Watenya Sifuna at all costs. Even if we die, sisi tutakufa na kutakuwa na wengine wengi kama sisi ambao wata rise. So sisi hatuna wasiwasi. Sisi kama vijana tumeamua hii mabadiliko ni yetu. Hao watu wakiharibu nchi, hawa ama jamaa wakiharibu nchi, wakisanya pesa,
hiyo ni ya kujinufaisha huko na kulipa goons. Kama ni shule zitakuwa mbaya, ni sisi zinatu affect. Kama hospitali, kama hii county hospital, hii referral, it's not functional. Hata tumekuwa huko like watu wa Bungoma, they are suffering, they are struggling. But hao watu wanataka tunyamaze kwa sababu their ego is too small to be touched. So please, Western Kenya is siphonated. And as you can see me, I'm still wearing my brand. And there is no amount of intimidation that will change Mwangale Agneta into supporting anything else apart from being on the right track. Na mimi napenda kushukuru viongozi wote kutoka maeneo mengine yote ambayo si Western, ambao wamekubali kusimama na kijana wetu Sifuna. Hata sisi hapa nyumbani, kwa sababu ya mambo mema na makuu ambayo mnafanyia kijana wetu, sisi hatutachoka. Na labda mheshimiwa, kuna kitu umeongea hapa, unasema you are still Sifunated. Yes, I am. Hii ndio hii kitu ndio ilifanya wakakutambua wewe ni mtu ya Sifuna, ama nini ilifanya wakakutambua wewe? Mimi nilikuwa ukiangalia kwa live videos, nilikuwa kwa gari juu, nilikuwa na t-shirt ya one term. Okay, I wear my brand, nyuma nimeandika Mwangale Agneta for Women Rep. And hiyo ndio ilifanya. Walikutambuaje ndio wakajua sasa huyu ni mtu wa one term? Hao watu wako wanakutambua. Hawa watu walikuwa na ubaya tu na kila mtu. Hawa watu wakutaka explanation, wajua hata wewe ni mtu wa mrengo gani. Walikuwa I think washamaki magari yetu. So hao kazi yao ilikuwa tu gari fulani wanapita naye, hata wakuulizi. By the way, hawakutuliza hata majina, si ni kina nani. Walianza tu kukata gari na kutu attack. That guy died instantly. And the car was torched. The car that we using. Na mheshimiwa, kama kina mheshimiwa Majimbo walikuwa bali na wewe ama walikuwa karibu wakati ulikuwa una sisi tukitoroka? Like when I was trying to run for my life, I was divert attention. Sasa the rally, sasa the main wanaingia, so wanaanza kupambana na ama jamaa. So ilikuwa like sisi wote we were in the mix. Yeah, sisi wote tulipatikana the mix, na of course venye uliona magari ilichomwa everything, so we were all in the mix. Na hawa kifocus huku washamalizana na sisi, I think waliamini washamalizana na sisi, now they are focusing on our watu wengine na magari mengine yenye yanakuja baadaye. Yes, alafu I've had the concern that I was raped. I was not sexually assaulted. As I had told you, I just niliangalia ground vile inakaa, nikaona hapa there is no negotiation, na hawa si watu ambao unaangalia hivi wa kusamee. So I had to run for my life. So those who are spreading propaganda, please stop. That is not true. Now I've seen some women, especially women, of course they are men, but women who are older than I am, trying to talk things that really si poa. Na ningependa kuomba wanawake wenzetu, sisi ni watu ambao tunafaa tuteteane. And kama nyinyi mko hapo mbele miaka 40, 50, 60, 70 hapo, mnafaa mtuonyeshe njia, si kutuwekea allegation ambayo sisi wenyewe hata hatuwezi beat. So please let's refrain. Leo maybe ni mimi, kesho inaweza kuwa mtoto wako. So na tukiongea maneno tuna kama wazazi, huenda pia una text kwa mtandao, kutapata mtoto wako ako huko, msichana kama mimi, na huenda pia ana nyota na ndoto ya anaazimia maybe siku moja atakuwa mwanasiasa. Akiongelea vile unaongelea, mimi utasikia aje kama mama? So kwa hivyo wale ambao wana spread propaganda Agneta alikuwa amelala tu mahali ni hao ndo nawaambia. Wana watoto wasichana wa kike, na siku moja mimi ndoto yangu ni kutetea hao na kuficha uchi kama huo. Na okay, sitaki kuongea mabaya, lakini tunaombea Mungu awasamee na wajichunguze tena, kwa sababu hii mambo hatupangi, especially sisi wanasiasa tunajipata kwa mambo mingi.
na utakuwa hapo kujibizana na kila mtu. So unajua sometimes mtu anaongea kitu kwa sababu yeye wanga anafanya. Na sasa unajua kama kuna vitu vingine umezoea kufanya, unaonanga tu kila mtu lazima anakuwa anafanya vitu kayo. So I would like to ask fellow women, especially when you're advanced in age, because ukiangalia kwa mtandao ukifuatilia, hao ndo wako na shida mingi sana na mimi. Nashangaa mbona kama wao wanaona naenda wrong, why can't they call me and sit down as their kid and talk to me and guide me pole hivi nielewe. Me I know I'm sharp, nitaelewa, but si kwenda kunianika kwa mtandao kuniongelea mambo machafu ambayo mimi mwenyewe hata siwezi fanya. So please, wanasema adui wa mwanamke ni mwanamke, lakini hiyo statement si sahihi sana, kwa sababu kuna wanawake ambao kama kina Faith Nora ambao wamepeana hadi namba yangu. Kuna watu wamenichangia, I think imefika around 8,000 yenye partly na nalipa bill hapa hospitali hapa Hopkins. So through that charity from a woman like Faith Nora Lukosi, an aspirant MP Makadara. So you can see, as much as women are trolling me, there are women who are there to support me. I'm going to pay the bill through your support. Na nataka kuwashukuru sana sana. Nile tu sijakuwa bado stable enough, as you can see bado na struggle kidogo, na najua maybe I may have some break, short break for a while, then I will give a way forward baadaye. Labda mheshimiwa, tutaki uongee sana kwa sababu nafikiri kitu chenye watu wanataka kujua sana, saa hizi uko sawa ama hauko sawa? No, siko sawa. Nimekuwa nauliza wanipe therapist mwenye anaweza nisaidia, kwa sababu the incidents were very traumatizing. They were very, ilikuwa mbaya. So please, whoever can help me to support me. And I'm not yet stable, as you can see. I'm always a strong person, mtu ambaye niko fit, but because of these injuries, like I'm doing an x-ray right now here on my hand. This hand may blacken, it bleed from inside. So yeah, I'm not okay, but of course I'll be okay. But I'll still champion for the youth of Kenya, Bungoma County, and for the women. Of course, I'm a young woman. I'll be a mother one day. And watu wanasema ati mimi niko sijui nilienda kutafuta wanaume huko hivyo Homa Bay. Kuna wanaume wengi Bungoma, wengi sana wenye ningekuwa natafuta wanaume ningebaki tu Bungoma. Hakuna haja ya kwenda huko. We never went to Homa Bay to look for men. We went to Homa Bay to look for presidency, to look for umaarufu, kwa sababu siasa ni sera kuuzia watu wako. Na mimi naamini, as per the rule of law, I was doing the right thing and I'll still do the right thing. But I want to thank waheshimiwa wetu, especially hawa kulinda mwananchi wa Bungoma. I will never forget your kindness. Mheshimiwa Majimbo, I will never forget your kindness. You saved my life. Okay, basi labda lesson learned. Lesson learned is that we chart the way forward. We become strong. Hakuna kitu ambayo na like, there is nothing comes on a silver platter. Hakuna. So CCHE wanga natuambia mambo inakuanga hivyo. And we can never give up, and we will still push. And the rest of women in Bungoma County and Linda Mwananchi, I'm still there, and I will still run, and I'm still doing my projects that will make me become the third woman rep of Bungoma County, and I believe I can. Amen. Watu wa propaganda ati sijui nini, forget about that. I am me, and you people have seen my steps in my politics. So sahi ndo mtu aanze kuleta sarakasi zake. Maybe tu wako na agenda, na hizo agenda zao tunazijua. And you know, as a politician, I listen more than what I talk. So kuongea waongee, but me I know what I'm doing. Yes. Kwa hivyo yule mbaye labda anataka kuletea maji, masiwa,
Runda atakupataje? Oh, I'm in Hopkins for some time. I don't know kama anakuwa discharged or not. Lakini the number is on. The number kenye nimetuma online, Faith Nora ameweka kwa mtandao wake, nimeweka kwa mtandao wangu after nime-update. You can support me from there and I appreciate so much. Yeah. Okay, asante sana mheshimiwa. Tutaki kuongea mambo mengi. Naona hawa pia walikuwa kule. Labda dakika moja tu tuambie pia ulikuwa kule. Ilikuwa kwaje? Naona wewe naona afya si mbaya. Mimi afya si mbaya. Kwa sababu at first if not for James Agri Orengo, gavana wa Siaya, mimi ningekatwa katikati ya kichwa. Na gari yangu ilibondwa tu pale Ndhiwa penye tulianza kutandikiwa mkiwa na Abizuena pale. Na hapo ndio mimi safari yangu iligwama. Na vile nilitoka pale tukaenda road tukapigwa kidogo kwa garage but nikatoka safely but hatu kutoka. Kutoroka tukaenda Kindu Bay. Kufika pale Kindu tena tukafungiwa juu walikuwa wameweka pale roadblock. Hauwezi toka. So tukakaa pale kiasi but we are safe. Na to just inform you people kwa sababu mmekuwa mnanisinya na mmenikera sana. I thank God ninaongea kama my women rep hapa. Kuanzia hiyo rally ya Homa Bay mimi niliamua this is my women rep. Kwa sababu karibu tukufe pamoja. I will say like this. Kwa mtu yote mwenye amekuwa ananipigia simu ama tunakutana ananiuliza kama Agneta alirepiwa. Jibu mmelipata na jibu lenye mlikuwa mnalipata kutoka kwangu ndio mmelipata. Hii propaganda ya other older women reps kutembeza ili kuharibia Agneta jina, tafadhali muache. Na kama mtaendelea mnanijua vile huwa nakuwa, I'll just do the clips na naziweka online na wataja na vile tulikuwa tunaongea na nyinyi maongezi yenu. So nimechoka, acheni kutuharibia sisi vijana majina kwa sababu hatu kuenda pale kutafuta wanaume. Tuko na wanaume wetu huku. Huko tulienda siasa na tulikuwa tumeenda kusupport our 6th president of the Republic of Kenya. Ndio tukapigiwa huko. Na hiyo ilikuwa just staged and organized by the government of Kenya and William Samoei Ruto through Gladys Wanga and Peter Kaluma. Sasa mumeipata waziwazi na mumeyaona. Tafadhali for any person mwenye anasimamanga mahali popote ukisema Agneta alirepiwa, let me warn you, nitakupanda na tutakupanda kwa sababu itakuwa police case. Itabidi tukusu, you clarify, utuonyeshe clips na ulikuwa wapi. That is defamation of character na kuharibu jina la mtu. In politics, propaganda matters a lot sometimes. So sisi hatutaki kujafuliwa jina as youths na tumekataa and we will not negotiate in anything. My thanks to those leaders of ours, especially Majimbo Kalasinga. Hata nilikupigia simu nikakuuliza, I just need to hear about Agneta Mwangale and you said she is okay. Na nikatulia. Tafadhali, thank you very much. Our Jack Wanami Wamboka from Bumula also I say thank you because you saved the other team na wengine hata kama pia ulilambwa kidogo but you showed us your solidarity as our leader. George Natembea, thank you. James Orengo, Babo Wino, kudos to you because you are the man of the match. If not you, atujui sahi angekuwa vipi because one of your security died because of saving us. Kwa sababu nyinyi mlikuwa mnaelewa lugha yenye watu wanasema sisi hatuelewi. Tulikuwa tu pale. But we say thank you for what you did. We will not stay back. Atuta relax. Meru tukapo tarehe 30 tumeshajipanga tunakam. Kama my sister atakuwa amepona ninakuja. Na kama yeye atakuja I will represent her and I promise Agneta if you will not go to Meru because you are not well I will wear your attire as a women rep. So sai t-shirt ni kiprint ya ule mwingine senator na print pia ya Nakure ya Agneta Mwangale. Ni kiprint ya Nakurenya na print ya Mwangale. So I have two people in Bungoma County. I have a women rep and I have a senator. Sitaki maneno mengine mengi. Mengine pia tukikutana mbele tusumbuane, tupatane, tushikamane na tusikizane, we will work together. So when you see me, you have seen Mwangale kwa sababu hata watu wengi wamenipigianga pole wakisema haki pole yenye alikopata because they do say that we are sisters. I don't know, ni nyinyi ndio mnajua. Wengine wanafikiri huyu ndio Mutua, huyu ndio Mwangale na huyu ndio Mwangale, huyu ndio Mutua. So but it is okay. Tunaambia Mungu asante because we are
life all na tuko poa. Thank you Khalipa. Eva refu sendo manga sana ngobo lengo sikila women rep. Yes. Yeah, for Pauline Njoroge and the office of presidency, the 6th ofisi ya Sifuna na Pauline Njoroge, tunataka kuwashukuru sana because you played part. Now just giving information to the people and calming them down means so much a lot. And ku ofisi ya HE, thank you for sustaining and facilitating the rescuing and taking care of everyone who was caught in the middle of the mix. Na tunawashukuru sana, and sisi will always support you and we are always behind you, with you and for you. And for the women of Linda Mwananchi, kudos, let's soldier on. Tunajua tutapanga maneno yetu pole pole, but everything is okay. Let's not give up. We soldier on. Yeah. Kama tutakuwa sawa, on May we see you on 30th. We'll be together. Thank you so much. Yes, when we wind up, I'll just say thank you for our kitchen coordination team, Linda Mwananchi National. Nimekuwa pale and I'm a member there, na nimekuwa naona vile mmekuwa concerned knowing how Agneta Mwangala is going, na nilikuwa nawaambia mambo iko sawa, and now you have confirmed she is okay. For our sister pale Nairobi, Nora Lukosi, unajua ni beshte yangu na tulitoka mbali. Thank you so much. Ulifanya kitu yenye hata mimi mwenyewe sikuamini unaweza fanya wakati wenye tumejipata kwa shida. Thank you so much. Without forgetting our Linda Mwananchi treasurer Ososi. Pia you helped my team yenye mlikuwa mmetutuma nayo huko kwa Ojwang. Wakati tulikuwa tumegwama, tumeporwa kila kitu. I say thank you so much. Tunashukuru sana. You helped us. We have nothing to pay you, but we just say thank you. May God bless you and add you more years and votes. Yes. Arambe. One term. Term ni jamu. Okay, safi, wenda pole, wende. Okay, yes. Okay, basi mambo ndio hayo.